Okay, kwanza kwa majina naitwa Joseph Gideon Mkami. Mimi ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, lakini pia ni wakili wa kujitegemea. Kwa nafasi nyingine natumika kama makamu mwenyekiti wa mawakili vijana, umoja wa mawakili vijana ambao uko chini ya chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Kuhusiana na hii kesi ya Amina Mwaluko dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambayo ilisajiliwa kama kesi nambari 18331 ya mwaka 2025, ilikuwa ni kesi ambayo Amina Mwaluko alikuwa anaiomba mahakama impe uhalali wa kifungu namba 2 kifungu kidogo cha pili na 3 cha sheria ya mafunzo ya sheria kwa vitendo, shule ya mafunzo ya sheria kwa vitendo ya Tanzania, yani the Law School of Tanzania Act, ambao ni sura namba 425 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Katika sheria hii ambayo sana sana katika kifungu cha pili kidogo cha pili na cha 3 kilifanywa marekebisho kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 2020 kupitia mswada wa mabadiliko ya sheria mbalimbali namba 6 wa mwaka 2020, ambao sasa kupitia mswada huo walileta vifungu vingine vipya katika kifungu kikuu ambacho ni kifungu namba 2. Katika kifungu namba 2 huko kuna vifungu vipya vililetwa ambavyo ni vidogo vidogo, ambavyo sasa viliipa mamlaka mahakama ya Tanzania au tuseme jaji mkuu wa Tanzania kukubali baadhi ya maafisa wa mahakama na serikali, kwa maana ya maafisa ambao wanafanya kazi katika utumishi wa umma kuwa mawakili, yani kuapishwa kuwa mawakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania pasina kupita shule ya mafunzo ya sheria kwa vitendo, yani the Law School of Tanzania, ambayo kimsingi tangu mwaka 2007 ndio imekuwa ikitumika kama kigezo cha mtu kuwa wakili, kwamba uwezo kuwa wakili kabla hujapitia mafunzo ya sheria kwa vitendo hapo Law School of Tanzania, na sio tu kupita, ni lazima upite na uwe umefaulu. Kwa hiyo hii sheria ilikuja kutoa exception kwa baadhi ya maofisa wa mahakama na maofisa wa serikali. Kwa ujumla ni watu ambao katika utumishi wa umma ambao wana miaka 10 ya sheria wakiwa wanafanya shughuli za kisheria. Katika sheria hii ambayo ni ya Law School of Tanzania Act kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023, ilitaja tu watu ambao ni maafisa sheria na watu ambao wanafanya shughuli za sheria katika utumishi wa umma, lakini ikawaondoa watu ambao wanafanya shughuli za sheria katika mambo ya private, labda katika hizi sekta binafsi. Sasa yeye Amina Mwaluko ambaye yeye ndiye alikuwa mpeleka maombi katika hii kesi, alikuwa ni katibu wa chama cha wafanyakazi wa serikali pamoja na afya Tanzania, kwa kifupi kinaitwa TUGHE, ambacho kwa kifupi ni chama cha kujitegemea au ni chama binafsi, sio chama cha serikali. Ingawaje Amina Mwaluko mwenyewe alikuwa ni wakili wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, lakini hakuwa wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania bara hapo. Kwa hiyo kwa sababu aliamini kwamba ameshatimiza miaka 10 sawa na wafanyakazi wa serikali na mahakama walivyo, alituma maombi yake mwaka jana 2025 mwezi wa 5 kwa ajili ya kukubaliwa kuwa wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania bara pasina kupita shule ya vitendo, shule ya sheria kwa vitendo, the Law School of Tanzania, akiamini kwamba naye atakubaliwa kwa sababu alikuwa na vigezo sawa na wale watu wengine ambao ni waombaji kutoka utumishi kwa maana ya serikali na mahakama, isipokuwa tu tofauti yao ilikuwa ni kwamba yeye vigezo vyake alikuwa amevipata nje ya utumishi wa umma kwa sababu alikuwa anafanya katika chama ambacho sio cha serikali. Sasa alipopeleka maombi yake yalikataliwa na mahakama, uongozi wa mahakama ambao una admit au mawakili ambao hajapita katika shule ya sheria kwa vitendo na wale ambao wamepita katika shule ya sheria kwa vitendo. Alikataliwa kwa kuambia kwamba yeye sio mtumishi wa umma, jambo ambalo yeye sasa aliona kwamba ni ubaguzi, na hatimaye kwenda kufungua kesi ambayo ni namba 18331 ya mwaka 2025 ambayo ni yeye Amina Mwaluko dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, akipinga kwamba kitendo cha sheria ambayo inaanzisha shule ya sheria kwa vitendo, yani the Law School of Tanzania Act sura namba 425 ya mwaka 2007 kama ilivyofanywa marejeo na mwaka 2023, kusema kwamba wanaoruhusiwa kuapishwa pasina kwenda
shule ya sheria kwa vitendo ni watumishi wa umma tu, kwake yeye aliona inavunja misingi ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanyiwa marejeo miaka mbalimbali. Na kimsingi alisema utaratibu huo unavunja ibara ya 12 na 13 ambayo inasema kwamba watu wote wako sawa kisheria. Alienda mbali pia na kusema kwamba utaratibu huo unavunja pia ibara ya 22 ambayo inasema kila Mtanzania ana haki ya kupata ajira kwa mazingira ambayo ni sawa na Mtanzania yoyote. Kwa hiyo yeye alivyoona kwamba kwa sababu tu yeye ni mtumishi wa sekta binafsi, ingawaja na ana vigezo sawa na wale wa utumishi wa umma, na akakataliwa kwa sababu tu sio mtumishi wa umma, hiyo inaenda kinyume kabisa na ibara ambazo nimezitaja, ambazo ni ibara ya 12, 13 na 22 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ingawaje katika kuamua mahakama imejikita zaidi katika ibara ya 12 na 13 ambazo zinasema watu wote wako sawa kisheria. Kwa hiyo Amina alipokataliwa alienda mahakamani na akafungua ile shughuli, na ambalo sasa limetolewa maamuzi tarehe 17 mwezi Februari mwaka 2026, ambapo Mahakama Kuu ya Tanzania iliyoketi Tabora imesema kwamba utaratibu wa kuwaapisha mawakili au watu ambao sio mawakili kuwa mawakili pasina kupitia shule ya sheria kwa vitendo unaenda kinyume na katiba ya Tanzania, kwa sababu unaleta mambo ambayo ni ya kibaguzi. Na ni ubaguzi kwa sababu sheria hiyo ambayo ni ya shule ya sheria kwa vitendo inataja kwamba mtu ambaye ana sifa za kuapishwa kuwa wakili pasina kupita katika shule ya sheria kwa vitendo kwa maana ya Law School of Tanzania, lazima mtu huyo awe ni mtumishi wa umma, ambapo tofauti na utumishi wa umma lazima katika huo utumishi ameufanya kwa takribani sio chini ya miaka 10 na vigezo vingine. Lakini haikutaja kabisa kuhusiana na watumishi wa sekta binafsi ambao nao pia wana vigezo vya kufanya sheria, kwa maana ni degree holders, ni wanasheria na wamefanya kwa zaidi ya miaka 10 kama ilivyokuwa tu kwa Amina Moshi Mwaluko. Kwa hiyo kupitia kitendo hicho mahakama iliona kwamba kama Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ibara za 12 na 13 zinataja watu wote kuwa sawa mbele ya sheria na watu wote wamezaliwa sawa, hakuwepo na maana yoyote ya kusema kwamba wanaoruhusiwa kuwa mawakili ingawaje hawajapitia Law School of Tanzania wawe tu watumishi wa umma. Kwa hiyo kupitia misingi hiyo mahakama ikasema kifungu namba 2 kifungu kidogo cha pili na 3 cha sheria ya Law School of Tanzania Act ni batili, kwa maana ya kwamba vinaenda kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ibara ya 12 na 13 ambazo zinasema watu wote wamezaliwa sawa na watu wote wako sawa kisheria. Kwa hiyo ikatoa amri ya kwamba vifungu hivyo vya sheria ya sheria the Law School of Tanzania Act vinaenda kinyume na katiba na kuwa expunged from the statute books, yani imeondolewa kabisa kwenye nyaraka za sheria Tanzania. Sasa mambo kama haya yamekuwa kwa basically sheria ilitungwa kwa mara ya kwanza 2007 ambayo ni sheria ya Law School of Tanzania Act. Kabla ya mwaka 2007 kulikuwa na utaratibu mwingine ambao unatumika kuwaapisha watu kuwa mawakili. Mwanzo watu walikuwa kuna bar exams zilikuwepo, na ulikuwa unatakiwa pia uende katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ufanye internship kwa muda fulani. Ukishatoka sasa kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ndio unaenda kwenye hizo bar exams, ambapo baadaye serikali ilikuja kuona utaratibu huo sio mzuri, ndio maana sasa ikatungwa sheria ya kuanzisha shule maalum ya kufundisha wanafunzi wa sheria kwa vitendo, ndio ikaja sasa Law School of Tanzania Act ambayo ilianzisha Law School of Tanzania na mafunzo yakaanza immediately. Tangu hapo tumekuwa tukiona watu wakiapishwa baada ya kuwa wamehudhuria mafunzo ya sheria kwa vitendo. Lakini sasa ujio wa hii sheria ya mwaka 2020 katika mabadiliko ya sheria ya Law School of Tanzania Act ilikuwa ni kama kwa namna moja ama nyingine inarudisha ule utaratibu wa zamani, ingawaje ulikuwa unarudi lakini kwa namna ambayo pengine ni nyepesi zaidi, kwa sababu hata utaratibu wa zamani ulikuwa na ugumu wake ambao ulikuwa unahakikisha kwamba kila anayeapishwa kuwa wakili anakuwa kweli ni wakili ambaye ameiva. Ndio maana hata katika ufaulu pengine huko zamani walikuwa na faulu wachache kuliko ambao wanafaulu sasa Law School.
kwa sababu ilibidi mtu aende kwanza afanye attachment kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Baada ya hapo anaenda kuulizwa maswali kwenye bar exams, kitu ambacho kwa saizi katika utaratibu uliokuwa umeletwa havikuwepo. Ni mradi tu umekaa katika utumishi wa umma ambao unafanya kazi za kisheria kwa miaka 10, then automatically una qualify kuwa wakili. Sasa ingawaje hii sheria, mabadiliko ya sheria ya Law School of Tanzania Act yalifanyika mwaka 2020 ilichukua takriban karibia miaka 4 implementation iweze kufanyika, kwa sababu kwa mara ya kwanza Jaji Mkuu alitunga kanuni za kuwezesha sasa watu ambao wanatakiwa kuapishwa kuwa mawakili pasina kupita Law School of Tanzania mwaka 2024, na baadaye sasa implementation ikaanza baada ya hapo, ambapo mpaka sasa hivi kwa makisio ni zaidi ya mawakili 1000 ambao wameapishwa kuwa mawakili wa kujitegemea, lakini pia hawakuwa wamepita kuwa mawakili kwa maana ya kufaulu the Law School of Tanzania Act. Mimi binafsi nilikuwa mtu wa kwanza ambaye niliandika makala ambayo ilikuwa inaonyesha pengine madhara na vinginevyo ambavyo vinaweza kutokana na huu utaratibu mpya. Niliandika hiyo makala mwaka 2024, na baada ya hapo ndio hili swala likawa limeenea zaidi na kupata attention kubwa ya watu ambao wapo katika sekta ya sheria. Na kimsingi nilikuwa nimepanga nifungue shauri ambalo lilikuwa linalenga kutafuta uhalali wa hili swala, lakini kutokana na kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa uwezo wangu nilichelewa kidogo kufungua, na wakati ambapo nataka kufungua nikakuta tayari kuna shauri hili la Amina Mwaluko, na kwa kuwa tayari ndio lilikuwa lengo langu, basi nikawa sina sababu ya kuendelea na shauri langu, kwa sababu nilikuja kugundua hata hivi ilikuwa limeshafikia sehemu ambayo ni kubwa. Kwa hiyo nikaliacha liendelee, lakini nilizidi kufanya mawasiliano na mawakili ambao walikuwa wanafanya katika hiyo kesi ili kuhakikisha kwamba tunapata uhalali kama ni halali au vinginevyo. Lakini pia nilikuwa ni miongoni mwa wajumbe katika kamati maalum iliyoundwa na Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kupeleka mapendekezo kwa Baraza Kuu la Uongozi wa Chama cha Wanasheria Chama cha Wanasheria Tanzania TLS, ambapo nimehudumu tangu mwaka jana hadi mwaka huu, ambapo sasa nadhani kamati yetu imekuwa overtaken kwa sababu tayari mahakama imeshatoa msimamo wake kwamba huu utaratibu ni utaratibu ambao haufai. Kwa hiyo miongoni mwa madhara ambayo mimi nayaona pengine yameletwa hiyo yangeweza kuletwa na huu utaratibu ni kwamba tungeweza kupata watu ambao sio competent, mawakili ambao sio competent katika sheria, kwa sababu unajiuliza kama inaaminika kwamba ukiwa na ubebevu wa sheria kwa miaka 10 unafaa kuwa wakili, ni kwa nini watu hao wenye uzoefu wa miaka 10 walivyokuwa wanaenda Law School of Tanzania walikuwa na fail? Kama kweli kigezo kwamba ukiwa na miaka 10 ndio unaweza kuwa wakili, unaweza kujiuliza, kwa sababu mimi nimesoma Law School of Tanzania, nimekutana na watu ambao wametoka katika utumishi wa umma zaidi hata miaka 10, lakini walikuwa wanafika Law School pale wana disco kabisa. Sasa unajiuliza kama kigezo pekee ni experience, kwa nini hawakuwa wanatumia experience zao kwa ajili ya kufaulu mitihani ya Law School? Kwa hiyo mimi ukiniuliza kwamba kigezo cha miaka 10 ndio kinatosha, hakitoshi, kwa sababu kama kigezo kinatosha ningetegemea basi wale ambao walikuwa wanaenda Law School kwa ajili ya kuchukua mafunzo na baadaye kufanya mitihani yao basi wangekuwa na faulu wote. Lakini sasa hivi ukifuatilia hata trends za mwaka jana, kuna watu ambao tayari walikuwa na supplementary law school au walishawahi kudisco law school wakarudi tena kuapply kwenye huu mwanya wa kwamba wangeweza kuapply kupitia miaka yao 10 ya utumishi. Kwa hiyo ni kitu ambacho binafsi licha kwamba kilikuwa ni cha kibaguzi, kwa maana kilikuwa kinawatenga watumishi ambao wapo kwenye sekta binafsi, bado hakikuwa realistic. Na hakikuwa realistic kwa sababu tayari ni kitu ambacho kilikuwa tested na kuonekana hakina matokeo chanya, na mfano wake ndio huu hapo mdogo. Walivyokuwa wanakuja law school walikuwa na disco. Kama miaka 10 ingekuwa ni kigezo kikuu pamoja na hivyo vingine ambavyo viliorodheshwa, basi naamini watu ambao wangekuwa naongoza kwa kufaulu pale law school wangekuwa ni wao. Lakini ukifuatilia rekodi za law school, pengine freshers ndio wanaongoza kufaulu kuliko hata wale ambao tayari wana experience katika utumishi wa umma na utumishi mwingine. Kwa hiyo mimi naamini bado
kwenda law school kuna maana, kwa sababu law school pale kuna mafunzo mbalimbali. Chukulia mfano mtu yupo katika utumishi wa umma, lakini eneo pekee ambalo analifanyia kazi labda ni la ardhi. Ukija katika uwakili wa kujitegemea, kuna maeneo mbalimbali, kuna maeneo ya mirathi, kuna maeneo ya makampuni, kuna maeneo ya hakimiliki na maeneo mengine mengi. Lakini unakuta mtumishi wa umma labda ni mwalimu wa chuo, anafundisha somo kama jurisprudence, somo moja tu analifundisha miaka yote, lakini leo hii unamleta awe wakili, mtu ambaye yuko exposed kwenye somo moja tu. Unategemeaje kwamba huyo mtu anaweza kadeliver katika masuala mengine ya sheria? Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kilikuwa ni very doubtful. Ukienda Law School of Tanzania, ingawaje tunafundishwa kule core subjects 7 na non-core 3 kwa kipindi ambacho mimi nilikuwa nasoma, lakini within hayo masomo unajikuta umesoma maeneo karibia yote ya sheria. Kwa hiyo yale mambo ya msingi unayakuta tayari umesha master. Kuna watu wengine ambao walikuwa ni wana degree ya sheria, wamekaa nao kwa miaka 10, lakini field ambayo walikuwa wanaifanya katika utumishi wa umma haikuwa relatively related na sheria kwa moja kwa moja. Lakini kwa sababu tu labda anaonekana amesha graduate chuo kikuu miaka 10 iliyopita na ameajiriwa katika utumishi wa umma miaka 10 iliyopita, basi anapita moja kwa moja kuwa wakili. Lakini katika kudeliver ndo sehemu ambayo mimi binafsi nilikuwa naitilia mashaka, kwa sababu kama sisi ambao tunapita law school tuna experience, bado unaona kwamba kuna namna ambavyo unazidi ujiboresha zaidi uwe vizuri katika practice ya sheria. Je, ingekuwaje kwa mtu ambaye ana degree ya sheria, ana miaka 10 katika sheria, lakini hafanyi moja kwa moja vitu ambavyo viko related na sheria? Angeweza vipi kumudu hayo mambo? Kwa hiyo mambo kama haya ndio yalifanya watu wengi tukao tuna mtazamo ambao una question sana uhalali wa ile sheria, na sio kwamba pengine malengo tu yalikuwa ni kwamba wale watumishi wa umma wasio mawakili. Hapana, tulikuwa tunajaribu kupima, je, akiwa wakili anaweza kadeliver sawa na wakili ambaye amepitia law school? Na swali kubwa ambalo ukiuliza hata mawakili wengi vijana wanajiuliza ni hilo. Kwa nini watu ambao walikuwa na hivyo vigezo wanapoenda law school wanakuwa na fail au wana disco kabisa? Kama kweli hiyo ilikuwa inatosha kuwaonyesha kwamba wana umahiri katika sheria kwa vitendo. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo sisi tulikuwa tunaona kabisa zinapelekea tuhoji na kuona kwamba hili swala la kusema kwamba waapishwe tu kwa sababu hizo ya kuwa na miaka 10 katika utumishi wa umma haitoshi. Law School of Tanzania inakuexpose kwenye mambo mengi sana. Unajikuta ndani ya muda mfupi ambao ni mwaka mmoja tu katika mafunzo ya sheria pale, lakini pale lazima utaenda field, utaenda mahakamani, utaenda ofisi za mawakili kujitegemea, unaweza kaenda ofisi za umma kama NPS kwa mwanasheria mkuu wa serikali au kwa wakili mkuu wa serikali. Utasoma darasani, utafanya discussion darasani, utafanya mafunzo ya sheria kwa vitendo katika mahakama za wanafunzi pale law school. Sasa vitu ambavyo naamini hawa watu ambao wana miaka 10 ya kupractice katika utumishi wa umma hawawezi kuwa wamevifanya. Ndio yale sasa unaweza mtu anaweza kaenda mahakamani, lakini utaratibu wa namna ya kuendesha kesi haujui, kwa sababu pengine hajawahi kupitia huo utaratibu ambao wanafunzi wanaopitia maarufu kama moot court. Sasa kusipitia mafunzo kama hayo ndio sasa mtu unajua kwamba ukienda mahakamani inakuwa 1 2 3. Sasa mtu ambaye hajapitia mambo kama hayo ni very questionable kwamba anaweza kadeliver. Lakini pia mimi naona ilikuwa ina expose pia jamii ya Tanzania pengine mtu kupata huduma ya kisheria kwa namna tofauti, kwa sababu mmoja angepata huduma kwa mtu ambaye amemaliza law school, mwingine angepata kwa huduma kwa mtu ambaye hajamaliza law school, kitu ambacho pengine kingeleta maswali katika pengine quality ya delivery au aina ya services kama ni sawa ambazo mtu mmoja amezipata na mtu mwingine. Kwa hiyo kimsingi tukiachana hayo yote, Mahakama Kuu ya Tanzania ambayo iliketi Tabora, ambayo pia ni basically ni kanda Tabora, iliona kwamba kitendo cha kutoa ruhusu wanasheria ambao wapo katika sekta ya kujitegemea na wana vigezo sawa na wale ambao wapo katika sekta ya umma ni kitendo ambacho kilikuwa kinaenda kinyume kabisa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kupitia ibara ya 12 na ibara ya 13. Na ndio maana sasa mahakama ikasema ipo kinyume ipo kinyume, hiyo sheria ipo kinyume na katiba, na hivyo vikaondolewa katika
statute books, yani kwa maana havisomeki tena kama vipo katika sheria ya Tanzania. Vile vile miongoni mwa madhaifu au pengine the negative side ya hii sheria ambayo ilikuwa inaruhusu watu kuwa mawakili pasina kupita law school, especially kwetu sisi ambao ni mawakili vijana au mawakili vijana wajao, ni kwamba katika mwaka ambao implementation ilikuwa inaanza mwaka 2024, mwaka huo sheria ya wanafunzi ya sheria ya Law School Tanzania Act, kwa maana ya sheria ya vitendo kwa wanafunzi wa sheria, ilifanywa marekebisho, na miongoni mwa marekebisho ambayo yalikuja ni kwamba mwanafunzi yoyote wa law school ambaye tayari ameshafanya mtihani au ambaye atakuja kufanya mtihani atakuwa na miaka 5 tu ya kuhakikisha kwamba amemaliza supplementary zake, kwa maana mitihani ambayo anapaswa kurudia. Sasa unaweza kujiuliza, katika kipindi ambacho wale ambao wamepita law school wanawekewa vikwazo kwamba ni lazima wao wamemaliza mitihani yao ndani ya miaka 5, tofauti na hivyo itawapasa warudie tena upya law school, kwa maana ya kwamba watakuwa wamepoteza muda, watahitajika kulipa gharama za ziada kwa ajili ya kuanza upya. Wakati huo haya yakifanyika, kuna wengine wanapata urahisi, kwa maana ya kwamba wanaweza kaenda kuwa mawakili pasina hata kupita law school au kuwa subjected na vikwazo kama hivyo vya kwamba wafanye mitihani yao ndani ya miaka 5 tu wao wamemaliza. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa nimeona kundi kubwa la watu ambao pengine wangekuwa affected au ambao bado naona wako affected ni mawakili vijana au watu ambao tunatarajia wawe mawakili vijana, kwa maana ya kwamba katika umoja wetu wa mawakili vijana kuna watu ambao wamechukua hata miaka 5, 7 mpaka wamekuja kuapishwa kuwa mawakili, lakini hawakuonekana wanafaa pengine kuwa mawakili kwa sababu tu walifeli baadhi ya mitihani ya law school. Ila wakati hayo yanaendelea, kuna wengine ambao hata law school yenyewe hawakuwa wameenda wakaapishwa kuwa mawakili. Kwa hiyo ilikuwa hata sisi mawakili vijana kwa kweli kuna namna ambavyo tulikuwa tunaona inapunguza morali, especially kwa wale ambao wako law school au wale ambao tayari wameshamaliza mitihani yao ya law school na sasa wanafanya supplementary, au wale ambao wanamaliza vyuo na sasa wanatarajia kujiunga law school, kwa sababu walikuwa wanajiuliza, mimi itabidi nikalipe, niingie gharama, nihangaike kusoma, nihakikishe na faulu, lakini kuna mwingine yeye amekuwa akifanya kazi, anapokea mshahara, alafu bila kulipa gharama zozote kwa maana ya kupitia Law School of Tanzania anakuwa wakili. Kwa hiyo vitu kama hivyo vilikuwa vinashusha morali, na mimi ningependa kutoa ushauri hii ni kwa mwanasheria mkuu wa serikali, kama inawezekana vijana wa law school ambao bado wanahangaika kufanya supplementary waondolewe huu ukomo wa kwamba wanatakiwa wafanye supplementary kwa miaka 5 tu, kwa sababu law school kwa nature yake ilivyo, kuna baadhi ya mitihani unatakiwa irudie pengine mara 1 au mara 2 kwa mwaka, kwa sababu matokeo ya law school yanachukua muda mrefu sana kutoka. Kwa hiyo unaweza kujikuta tayari ile mitihani unapaswa kuirudia wakati matokeo yametoka imeshafanyika tayari. Kwa hiyo ni miaka 5 unaweza kuiona ni mingi, lakini kwa nature ya law school ilivyo ni miaka ambayo inaweza kumalizia kwa muda mchache sana. Kuna watu ambao mimi nimemaliza nao law school mpaka leo hii hawajamaliza supplementary zao. Lakini kwa nini sasa wawe limited kwamba wafanye kwa miaka 5 tu, ili hali tayari kulionekana kwamba pengine hata ambao hawajaenda law school wangeweza kufaulu hivyo pasina kwenda kutumikia shule ya sheria kwa vitendo law school. Kwa hiyo huu ni ushauri ambao naweza nikautoa kwa mwanasheria mkuu wa serikali, kama ataone nafaa ni vyema ule utaratibu wa mwanzo kaendelea kwamba watu wafanye mtihani mpaka kipindi ambacho wataona kwamba sasa wako vyema kwenye kufaulu. Lakini tukisema tu wanawafanyia limitation, ili hali kuna wengine walionekana kwamba wanaweza kapewa nafuu hata pasina kwenda law school, inashusha morali kwa wanafunzi wa law school walioko pale na watu ambao tunawatarajia kwamba kesho na kesho kutwa watakuwa ni mawakili vijana wa Tanzania. Labda sasa kwa kumalizia tu, mimi ningependa wakati mwingine haya mambo yawe, najua kuna ushirikishwaji unafanyika kupitia miswada ya matangazo ambayo huwa yanatoka kwamba watu wakatoe maoni yao, lakini mimi naona pengine kwa vitu ambavyo vinahusiana moja kwa moja na entity tofauti, entity fulani, ni vyema ikapewa msitizo mkubwa sana katika kutoa maoni katika hicho kitu kabla ya hayo mambo kwa kutolewa maamuzi, kwa sababu sasa kama itakuwa tu tunaenda tu ile generally kwamba ni mwaliko wa jumla, inaweza kapelekea sasa tuwe na maamuzi ambayo bunge litatunga sheria leo hii mahakama kesho itabatilisha.
Kwa hiyo mimi nadhani ushirikishwaji uwe ni wa zaidi wa huu ambao uliopo, kwa maana ya watu specific au kundi la watu specific waende moja kwa moja kuulizwa au ku encouraged zaidi ambavyo inakuwa kwa sasa, ili watoe maoni yao, lakini pia pembulio yaangaliwe kwamba je, ni sahihi au ni wapi ambao wako sahihi. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema hayo juu ya hili. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.